Sauti ya hatima nyumbani mwako. Nataka nikupe siri leo, asubuhi ya leo, siri mpya, asubuhi ya leo kabisa, jua linachomoza. Nataka nikupe siri inaitwa siri ya ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho kuna masoko. Kuna masoko ya kuuza nyota, kuna masoko ya kuuza ukuu, kuna masoko ya kuuza heshima, kuna masoko ya kuuza hatima. Watu wengi nilizungumza jana kwamba hatima zao zimeuzwa. Hatima zao zimeuzwa katika masoko ya kiroho, zimenunuliwa, zimefungwa, zimemilikiwa, zinatumikiwa na wao bila kujua. Sasa nataka nikupe siri moja kubwa sana ya kwamba ulimwengu wa roho una sarafu yake, ambayo sarafu yake inaitwa damu. Hii ndio sarafu katika ulimwengu wa roho inayotumika kununua chochote. Kwa hiyo kupitia damu katika ulimwengu wa roho, kwenye masoko haya ya kiroho, unaweza kununua chochote unachotaka. Na moja ya watu ambao leo ninawasanua na kuwapa siri ni Wakristo. Wakristo wengi tayari wao wana kitu inaitwa damu ya Yesu. Hii damu ya Yesu inaweza kulipa kama hatima yako ilifungwa kwenye gereza, au kuna mtu ameikamata anaitumia nyota yako, unaweza kuinunua au kuirudisha kupitia damu ya Yesu Kristo. Na Wakristo wengi hawaelewi, lakini hii damu wao wanayo tayari, ambao wanaweza kuitumia kununua hatima zao ambazo zimefungwa, ambazo zimeshikiliwa, ambazo zimekamatwa, zinaweza kukombolewa kupitia hii damu ya Yesu Kristo. Kwa sababu fedha katika ulimwengu wa roho, fedha haina thamani. Katika ulimwengu wa roho, fedha haina thamani. Katika ulimwengu wa roho, fedha haina thamani. Katika ulimwengu wa roho, chenye thamani ni damu. Katika ulimwengu wa roho, damu inaweza kununua chochote. Sasa Wakristo, ninawapa leo, unaweza kuitumia damu ya Yesu Kristo hii kwenye ulimwengu wa roho kununua chochote unachokihitaji. Aidha ni nyota yako imekamatwa, aidha ni hatima yako imenaswa kwenye magereza. Hii damu ya Yesu Kristo unaweza kuitumia ikaripa deni unalodaiwa. Damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo ninakupa hii siri. Hii ndiyo fedha pekee yenye thamani katika ulimwengu wa roho inayoweza kununua chochote. Kwenye ulimwengu wa roho, fedha haina thamani. Madini ya aina yote unayofahamu wewe hayana thamani. Chenye thamani kuliko vyote ni damu. Na ndio maana damu katika ulimwengu wa roho inaweza kununua chochote. Tumia damu ya Yesu kununua hatima unayohitaji, kununua nyota yako ambayo imeshakamatwa. Hii damu ya Yesu Kristo inaweza kulipa deni ambalo nyota yako inadaiwa. Haleluya! Nimekupa hiyo siri leo kwamba katika ulimwengu wa roho, ulimwengu wenye nguvu ambao unaamua nani awe nani afikie hatima yake na nani asifikie hatima. Kwenye huu ulimwengu, fedha haina thamani, madini hayana thamani, bali damu ina thamani ya kununua chochote. Wakristo, tena ngoja niseme, damu ya Yesu ipo kwa ajili ya yeyote anayemkiri Yesu. Ukimkiri Yesu, tayari ipo damu ambayo unaweza ukatumia kununua, kuripa kama nyota yako imekamatwa, kama hatima yako imefungiwa kwenye magereza, kutokana na kile kitabu cha Isaya 42:22 imezungumza habari ya kunaswa, kufungwa. Yes. Sasa kupitia damu ya Yesu Kristo unaweza kurejesha nyota yako, unaweza kurejesha hatima yako. Hii ni sauti ya hatima inazungumza na wewe. Man of God JB Innocent. Amen.